Akamwangalia akataka kukaa. We unataka kwenda wapi? Nishakwambia kabadilishe nguo. Akamwangalia akataka kukaa. We unataka kwenda wapi? Nishakwambia kabadilishe nguo, la sivyo njoo ulale na chupi. Kwa hiyo utaki nilale? Uwezi kulala na nguo zako, labda ulale na chupi. Movie inaanza. Mwamba anamwomba mlembo akaigize kama mchumba wake kwa baba yake ambaye ni mgonjwa, na hii ni baada ya kugombana na mchumba wake halisi wakati wapo njiani kuelekea kwa baba yake, kwa maana alimwambia baba yake anakuja na mchumba wake. Huyu dada anaitwa Stacy. Akamwambia baada ya kuigiza, alafu baada ya kuigiza nitasema tumeachana, kila mtu atashika njia yake. Stacy akamwambia okay, alafu Mwamba akamuuliza una maana gani? Alafu kila wakati unaniuliza. Stacy akacheka, hebu jiongeze bwana, nitakulipa. Hilo ndo nilikuwa nalisubiri. Akamwambia ni wazo zuri, nimelipenda. Haya, niambie utanipa shilingi ngapi? Akamwambia ni siku 5 tu, nitakulipa 100,000. $100,000 kwa siku 5? Mwamba akawa anamwangalia. Mimi sio wa hivyo, nitakufanyia kwa 1,200,000 na 200,000 kwa sababu unaonekana ni mtu unayejiweza, nitakupunguzia, utanipa 500,000. Akamuuliza hiyo 1,200,000 na 200,000 ulishawahi kushika kwenye maisha yako? Nitazishika tu mkuu, najaribu kusaidia tu hapa, hebu ingia twende. Stacy akacheka akamwambia hivi unanijua mimi ni nani? Wewe nani? Mimi sio wa 100,000. Kama sio mbona upo unachomwa na jua, ona nywele zako zinapopepea. Stacy akamwambia bila 500,000 siwezi kuifanya hiyo kazi. Mwamba akamtazama, hiyo ndio ofa ya mwisho. Mwamba akachoka. Mkuu, hiyo sio pesa nyingi, pia naenda kukusaidia kwa baba yako. Hebu nyamaza huko, sijasema vibaya, hiyo ni hela ndogo kwako. Ujue mimi ni mchapakazi, nipo vizuri kwenye kuigiza, nitaigiza utapenda, nitafanya fantastic job. Mbona unapiga gari langu? Samahani mkuu. Haya sawa, ingia ndani, nitakulipa hiyo hela. Asante mkuu, ila naomba unitumie kwanza 200,000 ndio niingie kwenye gari. Mwamba akampiga jicho. Usijali, mimi niko tayari kwa kazi. Mwamba akamwambia siwezi kukulipa kwa sababu bado hujafanya kazi, ukimaliza ndio nitakulipa. Sasa akamwambia mkuu, siwezi kufanya kazi ya namna hiyo, unaweza ukaenda tu ukamtafuta mwanamke mwingine. Mwamba akamwambia nitakulipa 200,000 kwanza. Stacy akamwambia kama utanipa 200,000 sasa, tukishafika kwa baba yako utanimalizia 100,000, itakuwa 300,000. Kama nitaigiza vizuri utanimalizia iliyobaki. Mwamba ikabidi akubali tu. Akamuuliza una account number? Ndiyo ninayo. Akampa simu, akawa anaingiza account number ya benki. Mwamba akamtumia na kumwambia nishakutumia, haya twende. Stacy akawa anaangalia simu yake. Hebu twende basi, ngoja niangalie nipate uhakika. Akawa anaangalia ili aone vizuri. Hebu twende bwana. Imeingia, asante. Na kupanda kwenye gari huku mzigo wake kauacha nje. Alipoingia kwenye gari akamwambia begi langu, hebu nenda kanichukulie. Mwamba akamwangalia, kwani umevuta bangi? Unataka mimi ndio nikuchukulie begi lako? Umesema tunaigiza kama mtu na mchumba wake, ndio tumeanza sasa. Hebu kanichukulie begi langu, hebu nenda kachukua begi lako mwenyewe. Stacy akamwambia kwa hiyo hutaki kuigiza? Basi ngoja niondoke. Wewe subiri, pesa zangu zipo kwako wewe. Ikabidi Mwamba ashuke kwenye gari na kwenda kulichukua begi la Stacy, kisha akaliweka kwenye buti na kuanza safari ya kuelekea kwa baba yake. Walipofika kwa mzee wakagonga mlango na kumwambia Stacy, naomba usijifanye una akili sana, na maanisha kuwa mpole, hebu niache nifanye kazi yangu. Mfanyakazi wa ndani akawa anakuja kufungua mlango. Mzee akamwambia Tina, subiri kwanza, huyu atakuwa mwanangu, hebu naomba nimkaribishe mwenyewe. Sawa bosi. Mzee akaenda kuwafungulia mlango. Alipofungua mlango Stacy akasema daddy, jamani daddy. Mwamba akawa anamshangaa Stacy. Stacy akamkumbatia, jamani daddy. Mwamba akamuuliza baba yake, mbona umeamka? Ulipaswa kupumzika, najua. Kisha wakakumbatiana. Unaendeleaje? Naendelea vizuri, sijakuona mwanangu, ni muda sasa, na leo umekuja na mwanamke unayetaka kumuoa. Stacy akamkumbatia tena, jamani daddy, unaongea sana baada ya kutukaribisha ndani, nafurahi kukuona, huku akimshika kidevu baba mkwe. Anaitwa nani? Akamwambia jina langu Stacy daddy, nite Stacy na mimi nitakuita baba mkwe. Akamkumbatia na kumuuliza unaendeleaje daddy? Akamwambia kukuona wewe tu nimejisikia vizuri. Stacy akaibusu mikono ya baba mkwe na kumshika kidevu. Ndevu umelisi kwa baba yako ujue. Mwamba anamwangalia tu Stacy anavyojiongeza kupitiliza na kumkumbatia baba mkwe. Mwamba akasema naomba tuingie ndani. Wakawa wanaingia ndani. Akamwambia beba mabegi yako. Mwamba akachoka, hajui kama kazi itafanyika vizuri au la. Ikabidi abebe tu mabegi na kuingia nayo ndani. Wakiwa ndani, Mwamba anamwambia baba yake, daktari ameniambia unapaswa kupumzika sana. Mzee akasema ni kweli, lakini daktari ameniambia ninaweza kuamua mwenyewe. Ni kweli dadi, maana unapaswa kupumzika, kula chakula vizuri na kutumia dawa, lakini mwisho wa siku Mungu ndio muweza wa yote. Najua baba yako hataki kuwa na stress wala wasiwasi, kufikiri kupita kiasi. Anatakiwa kunywa dawa zake, anakula vizuri, anakunywa, anasali, lazima awe sawa tu. Achana naye, ajui chochote. Mzee akasema nini? Unaongeaje na mkuu wangu kama hivi? Nani mkuu wangu? Jamani dadi, unafurahisha sana kweli, unamjua mwanao, usijali. Ujue nini, nilikuwa nafikiria sana kuja kukuona, nitamani nije nikuchukue tukaishi wote pamoja, lakini sasa tupo hapa, tofauti zetu zimekwisha. Mwamba anashangaa Stacy anaongea kitu gani? Kweli ndiyo dadi, kwani wewe uoni? Alafu bado unaonekana kijana kabisa. Ujue wewe ni handsome sana, hata kama kungekuwa na mashindano ukashindane na mwanao ungeshinda. Wewe ni mzuri sana, lakini pia ni mwema na una kila kitu ambacho sijakiona kwenye
kwenye hii dunia. Mzee anafurahi tu kusifiwa na mkwe wake. Kikweli na furaha sana. Mwisho wa siku tumeonana. Akawa anamchezea chacha nyam 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 nyam. Mwamba kashika kichwa, ana cha kuzungumza. Mzee akamshtua kijana wake na kumwambia, chukua mizigo na uende ukaweka kwenye chumba chenu. Stacy akasema, hapana dadi, mimi siendi popote, nataka kukaa na wewe tu. Kweli unanipenda? Kweli nakupenda dadi. Stacy akasema, acha nikae na dadi, huku akimwangalia Mwamba naye anamwangalia kwa kumtamani ampige makofi. Stacy yeye anaendelea kujibebisha tu kwa dadi. Mwamba anamwangalia kwa hasira, ila hana cha kumfanya mbele ya baba yake. Ikabidi achukue mabegi na kuipeleka tu chumbani. Akiwa anapanda ngazi, akawa anaangalia tu kwa chini. Mzee akamuuliza Stacy, umewezaje kuishi na huyu mwanaume? Dadi, kwa sababu namjua mwanangu vizuri sana. Una uhakika unataka kuolewa naye? Stacy akamwambia, nakubali kuolewa na yeye kwa sababu sitaki kuwa na wewe dadi, nitafanya vyovyote vile. Okay, kauli nzuri hiyo. Stacy akajilaza kwa baba mkwe. Baadaye Stacy yupo bafuni anaoga huku akipiga kelele kwa kuimba. Wakati anatoka bafuni, Mwamba akamwambia, hebu simama huko, kuna nini? Kwa nini unapiga kelele? Unatokaje bafuni namna hiyo? Stacy akajiangalia miguuni na kumwambia, kwani nimetoka mtupu? Angalia miguu yako ina maji, mwili nishakausha. Kama umekausha mwili, kwa nini usikaushe na miguu yako? Stacy akaangalia tena miguuni na kumuuliza, kuna tatizo gani kwani? Hebu rudi bafuni ukajikaushe, unadhani hapa ni kijijini? Hebu rudi na ukaushe miguu yako. Uoni kama unaloanisha sakafu? Kwa hiyo unataka nirudi bafuni nikaushe miguu yangu? Ndiyo, rudi bafuni ukaushe miguu yako, hii sehemu yote italoa. Stacy akaanza kuimba huku akielekea kitandani. Akakaa kitandani na kuendelea kuimba. Mwamba akashangaa, hivi wewe ni mtu wa namna gani? Kwani hujafunzwa kwenu? Akaendelea kuimba tena kwa hisia, wala ajali. Iye sauti yako baya, sauti linaumiza masikio hilo. Stacy ajali, anaendelea kuimba tu kama vile Ruby wa Tanzania. Mwamba akachoka, akaimba tena niko sawa Baada ya kubadilisha nguo akarudi kitandani kulala. Madam. Stacy akanyanyuka kitandani na kusimama na kumsikiliza. Kwani huna nguo ya kulalia? Akamwambia sina. Mwamba akamwambia huna? Kwani wewe ni mtoto, unakujaje na nguo hizo kitandani? Stacy akamwambia sina nguo za kuvaa, hizi ndizo nilizokuwa nazo. Una maana gani huna nguo za kuvaa? Si umekuja na begi? Sina nguo kwenye begi. Kwa hiyo umebeba mawe au? Hebu nenda kavae nguo za kulalia. Stacy akamwambia najua unapenda kuongea, ila nishakwambia sijaja na nguo kwa sababu sikupanga kulala nje. Akamwangalia akataka kukaa. Wewe unataka kwenda wapi? Nishakwambia kabadilishe nguo, la sivyo njoo ulale na chupi. Kwa hiyo utaki nilale? Uwezi kulala na nguo zako, labda ulale na chupi. Yaani umenilipa hiyo hela nusu, alafu unataka nibadilishe nguo? Ngoja nipige kelele. Amenikodi. Mwamba akawa mpole, basi ninunulie nguo. Mwamba akanyanyuka kitandani na kwenda kwenye kabati la nguo na kumtolea nguo. Nimekuambia usikae. Akanyanyuka na kumsikiliza. Chukua hizi kabadilishe. Akachukua, mbona kama za mwanaume, ila haina shida. Mwamba akawa anajisemea mwenyewe, hapa nimebugi kumkodi huyu mwanamke. Stacy aliporudi kutoka kubadilisha nguo, Mwamba akanyanyuka na kwenda kwenye switch na kuzima taa. Stacy akaona usinitanie, unataka kunifanya nini? Akaenda naye akawasha taa. Siwezi kulala na giza mkuu, huwezi kunipangia kwenye nyumba yangu. Samahani sana mkuu, siwezi kulala bila taa. Na mimi siwezi kulala na taa, mimi ni mgeni wako, hivyo jishikilie. Ni siku 5 tu nitaishi na wewe, baada ya hapo utaishi unavyotaka wewe. Mimi ni mwanaume kwenye hii nyumba, mimi sio mke wako, mimi ni mgeni wako. Jishikilie. Kwani unataka kubishana kama tuko jeshini? Utanitoboa na vidole vyako. Ndio, nitakutoboa kama usiponisikiliza. Kisha akamwambia, naomba usizime taa, nitapiga kelele. Jaribu kuzima uone. Wewe si mwanaume? Jaribu kuzima uone. Gusa na hicho kidole chako kama unataka kusikia kelele zangu. Na kurudi kulala tena katikati ya kitanda huku akijitikisa makalio. Usiku kawa shida. Stacy ni mwendo wa kujigeuza tu bila kujua kama anamkanyaga mwenzake. Mwamba naye akatoa miguu yake pembeni. Baadaye Stacy akajigeuza tena, akamfanya Mwamba kama mtu wa kulalia, huku wa kwake kaukumbatia. Mwamba akachoka, akaziba masikio na mto, maana Stacy anakoroma kweli. Mwamba akaona shida, ikabidi alale chini tu na kumwacha Stacy kitandani peke yake. Stacy akawa anajiminua tu kama yuko kwake. Mara amshike kipara Mwamba. Ulalaji hata mimi nisingekubali, lazima ningefanya kitu. Asubuhi hapo mezani wanakunywa breakfast. Stacy anamuonyesha simu Mwamba, kumaanisha muamala bado haujasoma. Akamwambia tuma pesa yangu. Mwamba akaona isiwe shida, akatoa simu mfukoni, akawa anafanya malipo. Stacy anamwangalia tu huku anakula. Mwamba akamwambia fresh. Stacy naye akaangalia simu kuhakikisha imeingia na imeingiaje, kubwa au ndogo. Kisha akambusu Mwamba. Mwamba akamaende fyoko, kisha akaendelea na kazi yake. Dadi uko sawa? Mhudumu akawa anamletea kinywaji mzee. Stacy akamwambia samani, subiri kwanza, dadi ana pressure ya moyo, upasi kumpatia hiyo mpaka chakula kimeng'enywe. Una shida gani kwani? Tena sikiliza, nafikiri daktari kakupa ratiba ya vyakula vya dadi. Dadi usinikote vibaya, unaweza kutumia red wine siku moja. Pia unaweza kutumia juisi ambayo ya matunda fresh, chumvi kiasi, sukari kidogo, au situmie. Nafikiri utakuwa poa ukifanya hivyo. Mwamba akamuuliza, hivi unajua unachokiongea? Tina darling, hivi kuna matunda fresh jikoni? Ndiyo yapo. Stacy akamwambia safi, ngoja niende nikamtengenezee dadi juice. Stacy akanyanyuka na kuchukua kijiko cha chakula na kumlisha mzee. Mwamba anamwangalia tu Stacy anavyofanya kazi yake, lakini hapendi, maana anajiongeza sana. Hi baby boy, na kuelekea jikoni. Alipokuwa jikoni anatengeneza juice,
juisi. Mwamba akamfuata na kumwambia, hebu zima hiyo blender, kwani tulikubaliana hivyo? Kwa sababu umezidisha kuigiza. Kwani una matatizo gani? Wewe ni daktari, naomba uache, unaigiza sana. Niache nini? Mbona unakuwa mkali kama umezama mapenzini? Mwamba akamwangalia kwa dharau Stacy. Ulipaswa unisifie kwa kazi nzuri ninayoifanya. Hebu jiangalie, umesoma lakini sio smart. Mwamba akashangaa, najua una akili lakini unaonekana kama unasumbuliwa na kitu vile. Unapaswa ule vizuri, upumzike vizuri, ikiwezekana upatiwe dawa. Najua umejiuliza nimejuaje. Ngoja nikwambie kitu, baba yangu anaendelea vizuri, tena alikuwa vizuri kabla hujaja. Nadhani atakuwa sawa zaidi utakapoondoka. Naomba fanya kazi iliyokuleta tu. Kama anaendelea vizuri, wewe unafanya nini hapa? Ni mara ngapi pressure inampanda? Kwa kuwa nipo kwenye hii nyumba, nitahakikisha anakula vizuri, analala vizuri, anakunywa vizuri na anakuwa na furaha. Mwamba akamwambia, najua unachotaka pesa, ila ngoja nikuhakikishie sitakulipa hela zaidi tuliyokubaliana. Nadhani umenisikia. Ngoja tuone. Na ninafikiri unapokuwa karibu na mimi unajisikia vizuri sana. Najua chochote kinaweza kutokea. Mimi nikupende wewe? Ndiyo. Wakagombana. Stacy akamwambia, hebu ondoka huko au nikufukuze na makalio. Una maana gani unafanya hivi? Wewe si jogoo? Nipande nione kama unaweza. Mwamba ikabidi aondoke tu jikoni. Stacy akawa anacheka tu. Baadaye Mwamba akawa anamtoa babake juu na kumleta sebuleni. Wakiwa anashuka, mzee akamwambia, nimempenda sana mkwe, nafikiri atakuwa mke bora. Akamweza, umempenda nani? Stacy. Nini? Mbona unastuka? Unataka kuniambia umpendi? Akapotezea, dadi naomba uje ukae. Walipokuwa sebuleni, Mwamba akamwambia, tunahitaji muda kujuana zaidi. Mzee akamwambia, mpaka umemleta ina maana mshajuana. Kisha mzee akamuuliza, ndoa mtafunga lini? Ndoa gani? Ina maana unataka kuishi bila kuoa? Asubuhi Mwamba kalala kitandani, anasikia makelele kwa mbali, akawa elewi anatokea wapi. Kumbe Stacy alikuwa anapiga maombi, anamwambia mzee. Ikabidi Mwamba atoke kwenda kuangalia kinachoendelea. Kwa jina la Yesu mwachilie, fanya choma mapepo yote maeneo ya kifua, toka pepo chafu. Mwamba akawa anashangaa, nini hiki kinaendelea? Au maigizo ndio yanaendelea? Shakara kabaga shakara, achia magonjwa, achia mizimwi kwa jina la Yesu. Mzee anaitikia amen. Mwachie, nasema mwachie. Stacy maombi yamepanda, sijui ni kweli au ni mtu wa Mungu au maigizo yanaendelea. Ikabidi awaache tu. Stacy kumbe kaweka maombi kwenye redio, mchungaji wa redio akikemea na yeye anakemea. Baada ya maombi akarudi chumbani. Njoo. Hey, mbona toka umekuja kwenye maisha yangu ni fujo tu? Una tatizo gani? Kwani nimefanya nini? Maombi na baba yako. Nilimwambia huwa anaomba kila asubuhi, akaniomba niombe naye, ndio nilikuwa namtoa mapepo. Mwamba akachoka. Kwa nini hutaki kuzingatia mipaka yako? Fanya kilichokuleta. Umekuja kuigiza mimi mchumba wako, fanya hivyo. Unatakiwa ukae tu chumbani, tumia choo.